Sikiliza maongezi ya kati ya Pacheco na familia ya Mama Amina, na Mama Amina mwenyewe akiwa pembeni, akiwa anapiga ndogo ndogo, akiwa anafanya fujo. Alafu shauri kitu. Tia neno ili mali tujue tunamsaidia vipi Mama Amina au tujue tunamsaidia vipi Pacheco. Maana asikii, haelewi Mama Amina mwenyewe. Halo. Nimeunganisha simu hapa. Na nani? Na mzee Noeli. Kwa hiyo mimi nimsikilize. Tuzungumze hapa wote kwa pamoja kwa sababu hapa ndo Mfaume amefika hapa sasa hivi na Emi. Sio unanisikia mzee? Ndio. Lakini Emi hapa kukaa hataki na anafanya fujo, hataki kabisa kukaa. Yaani hataki kabisa. Pamoja na Mfaume wewe kuja bado anafanya fujo. Sasa hapa penye amekuja jana usiku, tumefika karibu ni saa 6. Amelala tena, nataka aondoke aende kwa hiyo bibi usiku. Nikasema utaenda kesho. Sasa mimi lengo langu akae mezi na. Yaani hapa kinachotakiwa ni kama umesikia mzee? Umesikia? Kinachotakiwa hapa ni kuzungumza, kujua namna gani inawezekana. Sasa hivi huyu mimi nimlete wapi? Kwa sababu hapa Shako hataki na anafanya fujo. Hata tukijieleza hivi anakuwa bado haisaidii kitu. Kwa hiyo tunafanyaje? Na hiyo hapa anakunja nguo zake. Anakunja nguo. Ndio anakunja hapa. Kwa hiyo unataka uende wapi? Sogea hapa, baba anakusikia. Sogea hapa, baba anakusikia. Acha kutukana sasa, wanatukana. Wazee wangu. Unasikia? Hata unajua hapa alipofikia. Sio kwamba tu hana akili, wakati pale inabidi sasa acharaza na achafu hata na simba kidogo anafanya makusudi sababu anaona anafanya tu yaani kwenye kupiga hapo. Nisikilize basi kwanza mzee. Yaani hapo mimi kwenye kupiga siwezi kumpiga na hawezi kutulia kwa kupiga kwa sababu anachokifanya anakijua. Utampiga akidondoka hapa, akifa kesi itakuwa ya nani? Namaanisha hivi. Unasikia? Sio kupiga huko kwa kudondoka. Tulikuwa jana pale kwa dada. Si dada anasema mimi akileta sasa wana mtandika na anakuja. Sawa, ndio naelewa. Ila huyu sasa huyu binadamu. Nisikilize sasa mzee. Huyu ni binadamu. Na hata ukimpiga ukimfanyaje, ila ndio ameshaamua kwamba hataki kukaa hapa. Kwani mara ngapi anapigwa? Kwa hapa hivi unataka kukaa kwa sababu gani? Mimi unachoka kukaa. Nasikia ndugu yangu. Mimi nakusikia. Mama. Nakusikia vizuri. Na mama naye hapo. Naona yupo kimya. Mimi nasikiliza ngazongea. Tunafanyaje? Wewe utafanyaje? Ni hapo kama kuongea sina nitafanyaje? Kwa baba jana Sulendo umetoroka. Na mama wapi? Na Mbromi. Baba akakupa na yule ndo kama mama Gambo. Mimi huyo mnafiki. Mbona huko hajafika? Nakuja mimi huko. Wewe Emi. Anawasikia. Wewe. Umechoka ukaa kwa wanda kakuja kuzurula huko. Sina manaka. Unataka kuja kuzurula kama hivyo, unaenda huko na kunywa mipombe unalewa, ndio unapotaka maisha hayo. Ana mimi naongea. Ndicho anachotaka huyo, wala hana muongo tu, anaongopa. Ndicho anachotaka hicho, kuyumba yumba. Ukienda kwa babako, enda kwa babako akupeleke Dodoma. Huko kwangu sikutaki mimi. Mimi nitakuwa naye Zurula.
hata huko kwa baba anakuja ni uongo tu. Kwa baba wapi anaongopa? Kwa baba wapi? Sikatoka hapa usiku mapema, tukaondoka mapema na mamake usiondoke, ataondoka. Kwa baba wapi? Hakuna cha kwa baba, anajisingizia. Hata huko asije anaongopa huyo. Akija mimi ndo namchalaza na fimbo vizuri. Maana kama anafanya vipi? Sasa mimi mnaniacha kwenye njia panda bado. Kwa sababu mimi sio kama sitaki kukaa naye, nataka sana, ila yeye ndo hataki. Sasa hapa ndo anakuja nguo zake, hataki kusikia chochote, ashaleta mgomo wake. Sikiliza basi, kwa migomo yake sikashaanza kuifanya muda huyo. Ila huwa leo upo serious. Huwa leo upo serious kabisa. Sababu namfahamu hapa yupo. Huyo pombe zinampeleka kwa kichwani kwa alipokuwa hiyo zinampeleka pombe hata vile zana. Saizi anakaende wapi kwa kuwa usaizi usiku atakuwasumbua aende wapi? Ona shida kumtandika Simba hapa katulia kaenda kulala. Yaani hapo mshikie Simba mchalaze atulia kalale ndani. Hapo kama kesho baba yake anakuja kumfuata, aje kumfuata hapo jua kali la saa 8 aseme anataka kwenda na baba yake. Lakini sio saa hizo usiku. Simba fumue mpumbavu huyo. Tena mzibue sasa, sio mpiga mashara, zibua kweli kweli. Afu akiona vipi akilia kichoka ataingia ndani na kulala. Wewe mtu atakapenda pendo vipi? Wewe Jonge na mama. Unapenda vipi wewe? Unafikiria sana alikuwa nauli ile jambo kwangu mimi umekuja kwangu. Wewe unaishia sasa tu unarudi. Uko sasa umeshaona kwa babako na kwa mamako. Anachonganisha watu tu, ni muongo. Hana cha kwa baba, ni muongo tu. Nani kampa nauli? Nimeenda kwa na kwa mamako. Nani kampa nauli? Sasa hapo kesho mpelekee dawa zake huko, na wewe mwenyewe nenda huko ukambebe mwanao. Kama unambeba unarudi naye, wapo hivi mtaki. Mzee, unasikia mama Eme huyo mfumo yeye wa kuzunguka ndio nao utaki, kwa sababu kisingizio chake ni kwamba anataka kwenda kwa baba, lakini kwa baba haji uongo. Naenda mimi atie mimi. Mbona mimi? Hata uko kwako haji wala huko haji, huo ni uongo tu. Yaani ni muongo. Kwa hiyo hii ni namna ya kuondokea. Sasa kama atakuwa amechoshwa Pacheko kwa hali kama ya kuharibu vitu na anasema ni hawezi kumfanyia kitu chochote, anaona uwepo hapo anaharibu vitu, mimi sitaki si amekataa, lakini jue ndio yale yalikuwa mwanzo sana mchukua baba mtu naenda ustawi wa jamii, kamkabidhi ustawi wa jamii akalelewa na ustawi wa jamii. Ustawi wa jamii wapo atakao mlea kama ustawi kama huo kashindu, kwani pale wana polisi wanaowapiga ndio wataenda kukata wafu wanafunzi na watu wenzi. Sababu sasa kama kuwasumbua watu, kusumbua kila wakati ni kamchukua mwanao mpeleke ustawi wa jamii akalelewe, kuna ustawi wa jamii. Kama ni hilo la kupeleka ustawi wa jamii tunaweza kumpeleka tu, kama ni dawa ya kufanya nini? Kama unaona mimi kwenda kumpeleka kwa ustawi wa jamii ni dawa, mpeleke tu, kwa sababu mimi naona hiyo ni njia ndefu. Ustawi wa jamii ataenda ustawi wa jamii ndio huyo yeye anataka uhuru wa kuzunguka anapotaka, yaani afanye chochote. Kama hivyo ndio kwenye pombe si wapi azunguke, ndicho anachokitaka. Sasa kama Pacheko ataona kwamba ile hali ya kushikana haiwezi, anaona anabebelea mambo yake anaondoka, atafanyaje sasa? Zidi mwisho wake mtu namna hiyo atakudhuru. Sawa, itazidi mmoja, kila kimwacha anajua huyo ni msumbufu, hata kwako wala kwao, hata kwa ustawi wa jamii hata hawezi. Unaposema kwa hivyo sasa, yani kwa sababu umesema hawezi kumdhibiti hata kwa fimbo, anasema hamwezi, basi sawa, lakini yeye anataka fimbo sio solution kwenye hili, kwa sababu nasikia mzee kumpiga anapigwa na anarudia kile anachokifanya.
Kwa matokeo yake ni kwamba utakuja umpige mtu, atakuja kuumia vibaya, itakuwa tena shida, au atakuja kufa. Si unanielewa point yangu? Au atakuja kufa. Kama mchicha anaendelea basi hapo nimekuelewa sasa. Si unanielewa? Atakuja kukufa, inaweza kaja kwa kesi tena kwangu mimi. Kitu chochote tu hata akadhulika ikaonekana kama ulikuwa umtaki vile. Kwenye namna ya kumtengeneza. Ikaja kuanzia shida tena kwangu mimi. Wakati mimi nafanya vitu kwa sababu nimeona na uwezo wa kumsaidia. Na kama hapa natamani abaki tukae tuendelee kufanya vitu vingine, lakini yeye ndo hataki. Ndio. Anachokitaka arudi tena mtaani. Sasa sikiliza nikupe wazo ninaloliona mimi Yaani kama ambavyo naanza kumsaidia ndio kila mmoja anatamani awe hivyo. Au hivyo kwenye hali hiyo, lakini yeye anaona upande wa pili. Sawa. Kama utaona kabisa amegoma, sawa. Hataki mwambie wewe, mwambie haya nenda. Kwani hapo wewe kwako alikuja na nguo? Hapana, hakuja na nguo. Ajili ya kitu chochote. Mwambie ondoka nenda. Sawa basi mzee. Mama Milado umemsikia? Umemsikia mzee anavyozungumza? Wewe saizi mpaka anaenda hapo usiku bwana saizi. Naenda mimi huko. Wewe mimi huko tani. Lala hapa asubuhi uondoke. Asubuhi mapema unaondoka. Natoka mimi siku na siku natoka mimi siku. Ako mimi hapo no. Mbona mimi sinalo peti. Mbona yako mimi tu pa mimi ya paita mimi unaidadi oyo ya mimi wauna ona aboni oyo hapana. Sasa hivi unachotaka na kufunga kamba huko, ukae asubuhi utaondoka. Ndio unachotaka, nataka usela sasa. Unatulia au nikufunge kamba? Huyu hapa ndio uende naye kibandidi huyu hapa. Sasa hivi anataka ndio uongoni huko ngoja akirudi, mara amempasua chupa, mara amemkata na viwembe. Chupa hamna wako kwa. Wewe mpumbavu wewe. Upani. Wewe chizi usiokuwa na akili Asubuhi unaondoka. Sawa. Sawa. Mzee bana nipo mzikeni. Asubuhi. Kupeleka mtu